Bwana mfuatiliaji wa BBM TV, ni siku tulivu kabisa leo ambayo tumekuwa na mambo mengi ya kuvutia hapa Mlimani City, na kitu bora ambacho kimenifurahisha zaidi ni kumuona brother wangu kutoka BK anamaanisha Bukoba mpaka kufika hapa jijini Dar es Salaam kuja kuhudhuria tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Si mwingine ni BK Sunday. Bwana kaka, kwema? Mungu ni mkuu. Kiukweli Mungu ni mkuu, Mungu ni fundi. Na naweza nikasema kwa siku ya leo nayo furaha ambayo ni ya kupindukia. Kiukweli akili yangu, moyo wangu na mwili wangu imepata furaha. Umejisikiaje kutoka Bukoba kuja mpaka jijini Dar es Salaam kuja kuhudhuria tamasha hili kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava? Kwanza miaka 30 ya Bongo Flava si jambo la kawaida ni washukuru kwanza waandaaji, yani kwanza yule aliyepata lile wazo, yani Mwenyezi Mungu aliyemuingiza lile wazo mpaka kulipata hapo akaandaa kitu cha namna hii. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kila mtu aliyesupport. Yani mimi nimekutana na mambo ambayo yamenifurahisha zaidi, na ndio maana mpaka tu bado narudi mjengoni. Mimi nataka niondoka hapa asubuhi leo. Unaondoka asubuhi? Yani saa 12 asubuhi nataka nitoke hapa. Kuna madini mengine uko ndani nini? Bado mambo ni mengi sana, manake nilikuwa na ndugu yangu hata pia Bidaze pale, nimefurahi kumuona live akiwa kwa mashabiki. Kwa hiyo shangwe sana, nimeenjoy sana. Nimewaona waasisi wengi sana wa Bongo Flava. Yes. Unajua mfano ikiwazungumzia kama wakina Marehemu Ruge Mtahaba, ndio watu mimi nilikuwa nikiwafuatilia kwa sababu ya hivi vitu vyao walivyokuwa wakifanya. Kwa hiyo nikiona mpaka leo hapa bado wanaviendeleza. Wakina Babu Tale wamefanya poa, Madii kwa jambo kubwa alilofanya. Kiukweli ni furaha, naona furaha kwa kila mtu hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam, ndani ya Mlimani City. Swali langu la kwanza lilonijia kichwani baada ya kusikia BK Sunday yuko hapa, nikawaza ngoma za BK Sunday mara nyingi huwa ni za kilugha, na tunaamini Bongo Flava watu wanaamini sana ni muziki wa lugha ya Kiswahili. Nini hasa ambacho kimekuvutia kufika hapa, ama pengine hii invitation ilikuwa imezingatia nini mpaka kufikia kutoka Bukoba kuja Dar? Unajua tayari mimi muziki naofanya muziki wa asili wenye vionjo vya kisasa. Tayari manake umeubeba ukisasa wa Bongo Flava. Mimi utakuwa unaniona naimba Kiaya, lakini mimi naipenda sana Bongo Flava. Sio kwamba sishindi kuimba, naipenda sana Bongo Flava, na ndio maana unaona mpaka tu hapa nimewakilisha hiyo niwepo ndani ya Bongo Flava. Lakini pia niwashukuru mtu kama Buberwa, Klaus pale, au sama soko Klaus, Mr. Buberwa, Klaus pia wenyewe pia nimshukuru pia Kusaga. Kwanza hiyo free pass niliyoipata namshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kama surprise. Hao ndio wamenifanyia surprise pia, mpaka nimshukuru pia HB Entertainment. Yeye ndio kanivalisha mpaka hatua hii hapa nilipo. Nimshukuru pia Lobby One Farmers, ndio kanifanya mpaka usafiri wa kufika hapa. Kwa hiyo mambo ni mengi, ni furaha tupu yani. Labda pengine tufahamu kutoka Bukoba kuna wasanii wengine zaidi yako ambao wamewakilisha kwenye hili tamasha la Bongo Flava? Nimemwona Mama Saida Karoli, naweza nikasema ni mama mlezi wangu mimi. Saida Karoli ni mlezi wangu mimi kuanzia muziki, kimaisha na kadhalika. Kwa hiyo mimi naishi maisha ya muziki na Mama Saida Karoli ni mlezi wangu mimi. Kwa hiyo nimefurahi kuona mimi nikiwa niko kwa mashabiki na nikitazama show yake anayoifanya ambayo ni jicho langu pia. Mtu ambaye tayari nimeshafanya kazi naye japo sijazifanyia video na kadhalika, yani nimefurahi kuona anafanya bonge la kitu afu mimi mwenyewe mpaka nikacheza hapa. Kwa hiyo mashemererwagasha, yani kwa Kiaya anasema mashemererwagasha. Maana yake ni nini? Yani ni furaha tupu iliyopitiliza. Wewe ni mkongwe kwenye muziki wa Bongo Flava. Utofauti wa muziki ambao umeushuhudia hapa, kwa sababu tamasha leo lilikuwa na lenga wakongwe zaidi wa muziki wa Bongo Flava. Utofauti wake watu ambao wameimba hapa wa miaka ya nyuma na hiki kizazi ambacho tunacho, unaviona wewe kama msanii ni kipi? Unajua ujumbe uliwahi kutawala alafu unajua hata mbuyu unaanza ukiwa kama mchicha. Kwa hiyo hawa ni watu waliokuwa wameanza kutengeneza mbuyu kusudi siku ya siku tule matunda ya mbuyu. Kwa hiyo hawa walikuwa na vita kali. Kwa hiyo ukiona mpaka leo hapo unakula yale mangoma ya kitambo sio mzaa, yani uchumi, yani Oliedos point. Ni shemelero unakula point. Yani miaka 30 ya Bongo Flava wanakuja kula matili ambayo huwezi kukutana nayo sehemu yoyote. Ili darasa huwezi kukutana nalo sehemu yoyote. Kile ushawahi kuwa na ndoto za kuimba muziki wa Bongo Flava kwa lugha ya Kiswahili? Ndio maana mimi naufanya muziki wa asili wenye vionjo vya kisasa. Naufanya muziki wa asili wenye vionjo vya kisasa. Kwa hiyo maana yake Bongo Flava imo ndani yake ambayo ndio kisasa. Ila asili mimi siwezi nikaacha asili yangu ambayo ni Kiaya pia. Performance imekuwa ni kubwa na watu wengi wameimba pale jukwani, wasanii wengi wakubwa. Pengine labda utudokeze ni yupi ambaye amekuvutia, yani aliyepiga ngoma yako akasema lazima nimeelewa kidogo nipige vibe kidogo? Unajua kwenye shughuli kama hii unavutiwa na vitu mbalimbali. Huku burudani inawezekana ikae inaendelea, lakini huko kuna tukio la mtu mwingine ka vibe zaidi na nyeli inapita. Huko labda kuna tukio lingine, kwa hiyo ni burudani iliyoshehena mambo mengi. Mimi siwezi nikasema eti kwamba
Mimi sijaona mtu ambaye amefanya vibaya, yani wote ni chuma ya na baka sasa hii shughuli inaendelea. Mtu kama Karapina ndio yuko stage sasa hivi, kikosi cha mizinga kiko stage. Tumalize na bado mapema kabisa, ndio tumalize na hili. Unawaambia nini sasa wasanii wa sasa hivi wa Bongo Flava, kipi cha kufanya ili mziki wao endelee kuwa na nguvu na kuendelea kukumbuka kama ambavyo akipanda mtu kama Juma Nature pale, kama Joserini, kama kina Dully Sykes, mziki wao endelee kuishi karne na karne? Mimi kitu ninachokiamini kwamba leo hii hapa waliosimama hapo kuizungumzia hii Bongo Flava tayari waweke sasa na watu wazi kwamba tayari kwamba hii ni biashara. Biashara inatakiwa iheshimike kama jinsi walivyoiheshimu hii Bongo Flava. Sasa huo ni mfumo wa biashara. Waamini kabisa kwamba muziki ni biashara. Kipaji hakipotei. Kwa hiyo tumeviona vipaji ambavyo watu wanaanza navyo vimepotea, lakini bado ni viuma, wako fit. Wage ama uwashukuru wale wote ambao wamekusupport kutoka Bukoba kufika mpaka hapa. Kiukweli tena naomba nizungumze kwa Kiruga. Nyemba sime mno. Tena ningetamani kukabidhi mic ugeukie kwenye kamera ili itakuwa njema zaidi. Nyemba sime mno. Nsime Mr. Buberwa, Klaus Alinya, nsime mzee Joseph Kusaga, nsime Klaus ne media zone ze kusupport entertainment Tanzania yona, yani nenje ya Tanzania kyo bakora kiyangu mno kintu kyamani mno, nimbasima mno, wananita BK Sande mzee wa Sekedi.